I'm humble Randy's, my friend. Bwana, mambo vipi? Karibu katika channel yetu ya Bongo Ma Story. Kabla tujaanza video hii, napenda nikuwashukuru wote. Channel yetu sasa ina subscribers 190. Hem, tujipigie makofi kwa. Leo bwana, tutazungumzia vita isiyokwisha ya muziki kati ya Diamond Platnumz dhidi ya Alikiba. Ni nani alianza game mapema, nani ana mafanikio zaidi na nani anapendwa zaidi mtaani. Kaa karibu mpaka mwisho, maana nitakwambia siri ambayo mashabiki wengi hawaijui. Kabla ya majina haya kwa makubwa, wote walitoka kwenye maisha ya kawaida. Alikiba, kijana wa Kigoma, alianza kuimba mapema sana mwaka 2006, ngoma yake ya kwanza iliyomtambulisha ikiwa ni Cinderella. Huo ulikuwa wakati ambao muziki wa Bongo Flava ulikuwa bado unatafuta mwelekeo, na Alikiba akawa sauti ya mpya yenye ladha ya kipekee. Lakini mwaka 2009 kijana mwingine kutoka Tandale, Dar es Salaam, aliibuka na wimbo akamwambie, jina lake naye ni Diamond Platnumz. Toka hapo historia ya muziki wa Tanzania haikubaki vile vile tena. Baada ya mafanikio ya kwanza, Alikiba aliendelea kutoa nyimbo kama vile Dushelele, Mwana na Aje. Watu wakasema huyu ndiye mfalme wa sauti. Kila wimbo wake ulikuwa sauti ya kipekee, ukawa muziki wa hisia na vocal kali. Pande mwingine, Diamond Platnumz hakukubali kubaki nyuma. Akaanzisha label yake ya Wasafi Classic Baby ambalo ni WCB, na kubadilisha kabisa mfumo wa muziki nchini. Nyimbo kama Number 1, Salome na Jeje zikaleta mapinduzi. Sasa muziki wa Bongo ukawa biashara kubwa, sio burudani. Sasa baada ya hapo ndo mashabiki wakaanzisha beef, nani mkali zaidi baina yao. Wakati Diamond anaonyesha uwezo wa kibiashara, Alikiba anaonekana kama ni msanii halisi wa sanaa aliyeimba live, mwenye roho ya muziki. Na hapo ndiko beef ikaanza kuchipuka. Mara Kiba anashinda tuzo, mara Diamond anaweka rekodi ya views YouTube, mara mashabiki wengine wa Kiba wanamuita Diamond mjasiriamali tu, na mashabiki wa Diamond wanamwambia Kiba, amka bwana, dunia inasongea, ili aweze kubadilisha aina ya muziki wake. Diamond Platnumz akawa moja wa wasanii wa Afrika waliopenya kimataifa, akifanya collab na Ne-Yo, Rick Ross, Davido na Tiwa Savage na wengi wengine. Akaanzisha TV, radio na kampuni ya muziki yenye mamia ya ajira. Lakini Alikiba yeye hakubaki nyuma pia. Collab ya MI, Vanessa Mdee na Wakati wa Afrika Mashariki zilimweka kwenye ramani. Zaidi ya yote, Kiba amedumisha class, hana kiki, hana madrama, ila anaheshimika kimya kimya. Kwa hivyo nani mfalme halisi wa Bongo Flava Tanzania? Diamond Platnumz, mfanyabiashara mkubwa, mzalishaji wa wasanii wengi, mwenye ushawishi duniani, au Alikiba, msanii mtulivu mwenye sauti ya kipekee na mashabiki waaminifu wanaompigania hadi leo? Kwa kweli hawa wote ni kings kwa namna zao. Diamond ni mfalme wa empire na Alikiba ni mfalme wa artistry. Hawa jamaa wafananisha ni kama Messi na Ronaldo. Diamond anapiga show off kibao na Kiba anapiga show skills. Moja inauza sana, nyingine inaburudisha sana, lakini wote wanabeba taifa kwenye mabega yao. Kwa hivyo acha tufanye hii. Team Kiba andika King Kiba kwa comment, na Team Diamond Platnumz andika Simba wa Tandale. Na kama wewe ni wote, andika Bongo Flava Family. Kama umeweza kufika mwisho wa video hii, napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwako kwa kutoa muda wako na kuangalia channel hii. Usisahau kusubscribe, maana video ijayo tutachambua kati ya Harmonize na Rayvanny. Hapo patakuwa patam sana. Kwa hiyo baada ya kusema yote haya, niwatakie siku njema watu wangu wa nguvu. Peace out.